Hello na karibu katika video hii ambapo tunakwenda kujifunza namna kutengeneza hii paperclip. Ni kitu kidogo sana na ni something very simple, lakini kinakwenda kuongezea knowledge ile ambayo tunaijua. Kuna vitu ambavyo nitavi explain probably vitakwenda kuongezea katika kile ambacho tayari unakijua. Pia tutakwenda kuianimate kwa kutumia rigid body simulation. So hiyo nafikiri kwa wanafunzi wangu ni something inaweza ikawa ni mpya, lakini ni animation system kwa kutumia physics. Kabla ya mambo kuwa mengi, ninakwenda kwenye reference yangu ambao paperclip yenyewe ndio hii hapa. Ipo kwenye namna hii, ni picha. So nakwenda kuidrag na kuidrop hapa kwenye Blender ambao nimeshaiandaa hapa. Namna hiyo ndio inaenda kuwa kama reference yangu. Naizungusha ili itazame namna hii, nyuzi 90 maybe like this. Vyovyote vile mradi tu ikae hapo. So unaweza ukaiscale kawa ndogo into size, labda ukaidrag kuipeleka nyuma kidogo namna hiyo, and then So nakwenda kuanza na shift A and then inaenda kuadi hii hapa inaitwa cube. Hii hapa cube, and then nina scale cube nikiwa katika edit mode kwa kubonyeza tab, and then nina scale inakuwa ndogo kabisa. Yani inakuwa ni ndogo kama vile inalingana na hii ukuta wa hiyo paperclip yenyewe, hicho chuma hicho. So ninakwenda kupress G and Z and then inapeleka mpaka hapa kabla hajaanza kukunja kona kuelekea huko, na hii hapa G and Z inaipeleka chini probably mpaka hapa hivi. And then kuna hii hapa tool inaitwa spin, ndio naenda kuitumia kutengeneza hii round ya kuja hivi. Round zote naenda kutumia hii hapa spin. So namna kuitumia hii spin ni very simple. Kwanza kabisa, kabla sijawa na mambo mengi, naenda kudelete hizo kuta huko hivi. Sio lazima uzidelete, lakini mimi nazidelete tu, nitaziweka baadaye hapo nitakapozihitaji. So nakwenda kuweka kasa yangu inakuwa hapa, hii 3D kasa, kwa kuchagua hizi vertices mbili hizi hapa za upande huo. So shift and S and then nasema kasa to selected hapo, and then nachagua vertices zote, maana yake mpaka zile za upande wa kule, and then na click hii hapa spin. Namna hii spin inavyofanya kazi ni kwamba kuna huu hapa kama vile jumlisha hizi hapa, nikiziclick na kuzidrag inatakiwa zinipe matokeo ya kujikunja kwa hiyo mesh yangu hivyo, lakini pia natakiwa niwe katika the right axis. Sasa hivi unaweza kuona hapa juu ipo katika Z axis. Nafikiri tunatakiwa tuwe katika Y axis. Unaweza kuona kwamba hizi jumlisha, na au nikikaribia jumlisha naona kama kuna duara inatokea namna hiyo. So hiyo kasa yangu ikiwa hapo, nikija hapa kwenye hii jumlisha au hiyo duara, nikirotate namna hii, unaweza kuona kuna kitu kinatokea hapo. Nikihold control unaweza nikaona kwamba naweza nikaenda katika increment, na mimi nataka nyuzi 90, ni rotate katika nyuzi 90. Kama huna uhakika kama umezipata hizo nyuzi 90 au la, unaweza kaja hapa kwenye hapa spin box, ukafungua hii mesh, ukafungua hii menu, and then hapa itakwambia steps tulizo nazo ni 12. Mimi naziacha kama zilivyo. Ukitaka uongeze au uzipunguze it's up to you. Hapa hivi unaweza kuona kwamba nimezungusha kwa negative 90 na mimi ndio ninayoitaka. So naenda kutumia hizi hii handle ya x axis kuivuta namna hii ili iweze kunyanyuka na probably iweze kuwa ikaribiane at least na hiyo reference yetu. Unaweza kutumia hata hiyo hapa ukaipeleka labda juu, where is it, hii hapa ya Y ukapeleka juu au chini kuifanya iwe beautiful. So unaweza kuwa artist wewe mwenyewe hapo kutengeneza kitu kile ambacho umekikusudia unachokihitaji kikweli. So mimi nitaivuta probably na assume kwamba mpaka nusu yake hapo hivi, then isiwe too much. So na balance zote hizi, ila sasa cheza na hii hapa x axis. Hii axis hii hapa ya Y unaweza ukaiacha kama ilivyo na bado ukapata matokeo yako. So baada ya kufanya hivyo, ninakwenda kuchagua kwa box select nikiwa katika wireframe mode hapa hivi, ili niweze kuchagua zote mpaka upande wa kule mwingine. So naenda kusema shift D and then X katika x axis, naenda kusema -1 ili iweze kujiflip namna hiyo, and then G and X naenda kuiweka upande wa pili hapa hivi. So hizi unaweza kuona kwamba hapa hazijaungana, na sisi tunataka hizi vertices mbili ambazo zinakaribiana ziungane. So nitazikaribia bila kubonyeza nukta, and then nitazichagua hizi mbili ambazo zinatakiwa ziungane, and then na click M namna hiyo, and then nasema merge by center, at center namna hiyo. So nitachagua na hapa at center, na hapa hivi at center, na hizi hapa at center namna hiyo. So tayari inakuwa nimejoin hizo vertices namna hiyo. Kitu kingine ambacho naenda kukifanya ni kwamba huku chini pia ninaenda katika wireframe mode namna hiyo, na select hizi vertices mbili hapo, and then shift and S, cursor to selected, and then nachagua hiyo yote. Narudi tena kwenye spin yangu kwa kuwa sikuiondoa, na hold control, and then na spin kwa nyuzi -90 tena namna hiyo. So naivuta kuelekea x axis namna hiyo, probably mpaka let's say mpaka hapa hivi.
Sio lazima niwe perfect kuifuata hiyo reference, na wewe sio lazima uwe hivyo. So unaweza ukakadiria the way wewe mwenyewe unataka iwe, and then ukaachilia hapo. So and then tena nazichagua hizo zote, and then shift and D kwa ajili ya kuziduplicate, and then S and X, and then -1 namna hiyo, and then napiga enter, and then G and X na push kuelekea upande wangu wa kulia mpaka somewhere hapa hivi. So hizi hapa hazijakutana. Tunaweza tukazichagua tukazikutanisha kwa ku-click merge, yani bla hii hapa na hii hapa, na unaweza kusema M and then merge at center namna hiyo. Ama la, unaweza ukachagua hizo zote edges au vertices zote hizo, and then control and E namna hiyo, ukasema bridge edge loops, zitaji bridge namna hiyo. Ila hakikisha tu kwamba hapo katikati hakuna face, kwa sababu unaweza ukasahau kuidelete kama itaendelea kuwepo. So namna hiyo ikawa ni vizuri zaidi. And then hapa hivi nikachagua hizi vertices 4 za hapo, and then G and Z inua mpaka hapa hivi, and then tena naenda kuweka kasi yangu hapa, and then nachagua tena zote hizo, and then nina rotate nyuzi 90 kama ninavyokuwa nafanya. Hapa ni positive, and then hii hapa X naivuta probably mpaka hapa, and then nachagua hizi zote, shift D, S, X, -1 namna hiyo, ili ijiflip G and X naiweka somewhere hapa. Nachagua hizi hapa, control and E, bridge edge loops namna hiyo. So nachagua tena hii hapa, and then E naishusha chini mpaka hapa hivi, and then nachagua hii hapa pia E naishusha chini mpaka hapo, and then hapa nakuwa tayari nimeshatengeneza hiyo paperclip. Lakini paperclip yetu ni ya square kama unavyoweza kuona, inatakiwa iwe ya round kama hivi ambavyo vile ilivyo katika reference. So hiyo ni rahisi kuiweka. So hold control na namba 2 namna hiyo, unaweza kuona tayari imekuwa ya round kwa kuadd ya subdivision surface. Control na namba 2 ni kuadd hiyo subdivision surface katika level 2 katika viewport namna hiyo. Hapa hivi unaweza kuona kwamba kuna hii bad shading hapa ambayo inatokea hapa. Hii inasababishwa na normal zinakuwa zimejiflip. Nikienda katika edit mode, kabla nikiondoa hiyo spinning sasa, kwa sababu nimeshaimalizana nayo. Nikichagua kila kitu hapo, alafu nikaja hapa kwenye inaitwa mesh edit mode overlays hapa. Alafu nikashuka hapa chini hapa, kuna hizi normals hapa. Kuna normals katika vertex, katika edge pamoja na katika face. So nikitazama hizi normal katika face hapa, unaweza ukaona labda sasa hivi zinaonekana kwa ukubwa sana kiasi kwamba zinaweza kutuchanganya. Hapa kuna normal size, inaweza nikapunguza vikawa vidogo. Normal ni hii mistari hii hapa ambayo ina point kuelekea nje. Inatuonyesha direction ambapo nje, yani kwamba computer inatambua kwamba nje ya hiyo object ni wapi. Kule ambako ina point ni kama vile ndio nje. Sasa ukitazama vizuri unaweza kuona kwamba hii mistari kuanzia hapa kwenda huku ina point kuelekea nje namna hii katika pande zote za face namna hiyo. Lakini nikienda katika wireframe mode, unaweza kuona mingine ina point kuelekea ndani. Ina maana computer inajua kwamba hii object umo ndani umo, sasa upande huu hapa humu ndani ndio nje, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo lazima tu flip hizo normal zielekee nje, na ndio maana hata hii bad shading itaweza kuondoka. So nikiwa nimechagua hizo vertices zote, nikihold shift na N, unaweza kuona kwamba zote sasa hivi zimekuwa recalculated na sasa hivi zina point kuelekea nje. Computer inatambua hiyo object nje ni wapi na ndani ni wapi. So kitu kingine hapa ninakwenda kuficha au kuziba hii object yangu kwa huku hivi. So naweza press extrude kwa maana ya E and S, nika scale kuelekea ndani, and then nika fill face hapo, na hapa hivi nikafanya hivyo labda E and S, and then nika fill face kwa kupress F namna hiyo, and then control and R nika add your loop cut, nika slide because nili-hide ilikuwa huku juu lakini nili slide. So labda hapa control and R namna hiyo, and then na slide kufanya hivi tight. So mwisho wa siku unapata kitu kama hichi ambacho ni circle hapo. Ni right click na nasema shade smooth namna hiyo. Kama unataka iwe super smooth hapa hivi, unaweza ka add abla level za viewport ziwe maybe 3, and then za render ziwe 4 namna hiyo, ili kwenye render iwe vizuri sana. Lakini hakuna haja ya kufika huko kote kwa sababu probably labda tuseme 3 maximum kwangu mimi, na hapa katika viewport tunaweza tukaacha let's say hata 1 ili kompyuta yetu isiwe nzito. Ingawa ya kwangu haijawa nzito, lakini ni mazoea mazuri tu kufanya hivyo. Nika kitu kadogo sana hapa. So unaweza kuona tayari hapa hii paperclip tayari imeshakamilika. It's just the matter of going to material, kusema new material, and then ukasema kwamba hii paperclip hiyo paperclip material, and then hapa hivi ukaenda kusema metal,
iko tu 1 namna hiyo, and then labda tukapunguza kidogo ikawa ni shining kwa 0.3 kwenye roughness hapo hivi. Hiyo IOR unaweza kaacha kila kitu kama kilivyo hivyo, wala sio big deal kwa kweli. Nikija hapa unaweza kuona tayari tuna material ya paperclip ambayo inaonekana kabisa. Hii reference naweza hata nikaidelete kwa sababu nimeshamalizana nayo, na hii labda nika press G and Z nikaiweka hapa juu namna hiyo. Mimi hapa before tayari nilikuwa nishaandaa scene yangu hapa, ambao scene yangu ina hapa background, na background yangu ipo namna hii. Ni kwamba nilijiwe tu hapa, jiwe fulani hivi rock nimeweka hapo, alafu kuna hizi mbao ambazo hizi hapa ndio kama vile background, naamini kwamba ndio ground yangu, zinaonekana namna hiyo. And then pia nina kamera, ambao kamera yangu ni hii hapa. Hii kamera nilivyoifanya ni kwamba nimekuja hapa kwenye camera properties, and then nika focal length hapa nikaweka iwe 90, iwe kama inaonekana kwa mbali, yani kwamba nimeizoom by the way 90 namna hiyo. And then nikaja hapa kwenye viewport display ya kamera nikasema limit hapa iwe on hapa. Limit ndio inanichorea au mstari, na mpaka hapa hivi ilipo hapa aka plus kalipa. Of course nikika click naweza nikabadilisha limit namna hiyo kuipeleka mimi ninapotaka paende. Lakini kitu ambacho kinafanyika nikiwa nafanya hivi ni kwamba hapa chini ambapo na penyewe nitakuomba upa turn on, hii depth of field hapa ndio inakuwa inabadilika. Sasa hivi focal distance ipo 9.56 mm. Nikika click na kuichezesha hivi unaweza kuona kwamba inabadilika hapo hivi. So nitaacha labda iwe 10 meters kutokea hapo kwenye kamera, and then hapa maana yake nikienda katika camera view namna hii unaweza kaona, tukibakia hapa unaweza kuona kwamba lile jiwe lina blur fulani hivi, yani kama kamera haili kama vile ilipo out of focus. Ndio kitu ambacho nilikuwa nataka niseme, ilipo out of focus fulani hivi. Nikitoka nje ya jiwe unaweza kuona kwamba linaonekana vizuri. So hii ndio inayofanywa hapa kwenye depth of field nikiwa nimechagua kamera, and then nikija hapa kwenye focal distance nikiipunguza unaweza kuona kwamba jiwe linazidi kupotezwa namna hiyo, kwa sababu ninakuwa nje ya focus. Yani ninaiambia kamera yangu ifocus zaidi upande wa kamera. Unaweza kuona kwamba ina focus somewhere hapa hivi. So hii inamaanisha kwamba tukiweka object yetu somewhere hapa hivi, maana yake tunaipa nguvu kamera kufocus zaidi kwenye object yetu na sio kwenye mazingira ya huku nje. Ndio kitu ambacho ninakimaanisha namna hiyo. So unaweza kutumia vile ambavyo utakavyo. Lakini pia hii inatokana na hii hapa f-stop uliyoiweka. Ya kwangu mimi nimeweka 0.9. Ikiwa 1 unaweza kuona tunaanza, au ikiwa kuanzia 2 kwenda juu huko unaweza kuona kwamba jiwe linakuwa in focus, yani linakuwa katika focus ya kawaida. So mimi nitarudisha labda 0.8 namna hiyo. Ingawa nimeenda too much lakini it's okay. 0.8 namna hiyo, and then hata paperclip sasa hivi huko ilikuwa ionekani. So nachoenda kufanya kwamba labda ni divide hizi window mara 2 labda na hapa hivi again, and then hapa hivi nikawa katika camera view, and then hapa nikaenda kwa anyway ngoja katika image editor. Nataka tu hapa pawe padogo namna hiyo. So nachukua hii paperclip yangu ninaisogeza karibu na kamera maeneo haya hapa ili iwe katika focus, yani kamera yangu iweze kuiona hiyo paperclip kwa uzuri. Na njia nyingine ya kufocus object unaweza ukachagua kamera, afu kamera ukaiambia specific kabisa kwamba nataka object fulani iwe ndio katika focus. Kwa hiyo nikachagua labda hii paperclip yenyewe hapa ikawa katika focus. Hapo sio paperclip, nafikiri nilioichagua, nimechagua kamera yenyewe. So hapa why am I choosing camera? Okay, hapa paperclip. Unaweza kuona kwamba paperclip ndio ipo katika focus, na huku chini tayari kumekuwa grayed out. So nitaondoa mimi hiyo kwa sababu tunaenda kuzicopy, zinaenda kuwa nyingi sana. So hapo hivi kila kitu kipo vizuri. So ili kumalizia upande wa hii paperclip nimekuambia kwamba tunatakiwa tu hii animate. Ninaiweka juu ya kamera, yani isionekane kabisa hapa hivi, nika somewhere hapa hivi. And then ninakwenda katika physics hapa, upande wa physics, and then na turn on hapa rigid body, and then ninahakikisha kwamba hii active ipo on, na mass kwa maana ya uzito wa hii paperclip yetu sasa hivi na kilo 1. So ni nzito kweli kweli. So nitaenda kupunguza, itakuwa 0.01 namna hiyo. So ni kepesi sana namna hiyo. Na probably 0.01 maybe bado ni kazito, lakini it's okay. So hapa hivi nikipress play unaweza kuona paperclip yetu inadondoka, na itadondoka forever. Yani unaweza kaenda mwanzo ukarudi kwa kuta yenyewe bado inaendelea kudondoka. So ili iweze kucollide na hii background yetu, tunaweza tuka add rigid body tena
kwenye hii background, kwenye hapa ground, and then tukaweka passive. Lakini mimi siendi kufanya hivyo kwenye hii hapa surface tulionayo, ila nakwenda kuongeza surface nyingine hapo, ambapo ninakwenda ku add plane hapo namna hiyo, then somewhere isiwe kubwa sana, labda hapa hivi. And then baada ya kuadd na ihamisha, naipeleka kwenye collection yake, naandika labda collision namna hiyo, and then ninakwenda ku add rigid body ikiwa yenyewe imechaguliwa. Kwanza kumbuka ku disable render haka kamera, kukaondoa kwenye hii collision, hii layer hii au collection yetu ya collision. Ondoa hiyo render ili ukiclick render, final render yenyewe isitokee, kwa sababu hatuna issue nayo. So yenyewe tunataka tuifanye kazi na physics. So rigid body, and then badala ya active sema passive, and then kila kitu unaweza kaacha kama kilivyo, and then ukapress play kwenye paperclip yako. Lakini unaweza kuona kwamba bado inaendelea kutokea huku chini. Inaendelea kutokea chini kwa sababu hii plane haina face ya kutosha, haina volume ndani yake ya kutosha. So unaenda katika edit mode, and then na press E ku extrude, na extrude kuelekea chini ili iwe kama box fulani hivi. And then baada ya hapo naweza nikarudi frame ya kwanza, and then nika press play. Unaweza kuona tayari hii paperclip yako inadunda hapo hivi kwenye hiyo background yetu, kwenye surface yetu. So unaweza ukabadilisha namna ya kudunda na nini huku kwenye physics. Ukaenda kwenye physics ukachagua hii paperclip yenyewe, and then hapa kwenye surface response ukaongeza labda friction, ukapunguza, ukaongeza bouncing na nini na kadhalika. Lakini mimi katika video hii nitaacha kila kitu kama kilivyo hivyo, ila tu nitarudi frame ya kwanza, and then na press shift and D kwa ajili ya kuduplicate hiyo paperclip huko ikiwa juu, and then labda nitairotate kidogo kuiweka tofauti, and then shift D tena mpaka hapo. Naenda kuziweka zikawa nyingi. So nimezichagua hizo mbili na ziduplicate tu kwa ku shift D namna hiyo. Labda nizichague zote, shift D ikiwa kwa juu, nizirotate kidogo, labda naenda juu zaidi, shift D naziweka hapo. Kumbuka tu zinatakiwa zisigusane, yani kwa maana zikaingiliana namna hii. Nafikiri zita burst, yani kama bomu fulani hivi. Okay, zimejitahidi hapo, lakini sio kitu kizuri katika physics. Inaweza kukupa matokeo ambayo sio mazuri. So unless otherwise, hapa mimi nitazi duplicate hizi nilizo nazo, labda hizi nitaziweka hapa, nitazirotate namna hii, probably labda hapa, and then labda hizi zinanitosha. So nikipress play hapo unaweza kuona kwamba paperclips zinadondoka chini namna hiyo. So na mimi sitaki kitu kikubwa, hivyo tu inatosha sana hiyo. Ninachoenda kufanya ni kwamba ninakwenda labda mpaka frame ya ngapi hapa, labda frame ya mpaka frame ya, ngoja kwanza tutengeneze camera movement ya animation ya camera, and then tutajua tuende mpaka frame ya ngapi. So kamera yangu itaenda kufocus somewhere hapo, naenda ku shift A na add hii hapa plane axis namna hiyo hapo hivi, and then nachagua camera. Hii camera nataka ni parent kwenye hii hapa empty hapo hivi. So control P kwa ajili ya kuparent, nasema parent to the object. Maana yake hii hapa nikirotate au nikigrab hiyo empty, unaweza kuona na camera pia inafuata. So mimi naenda katika frame ya kwanza hapa, and then ninachokifanya ni kwamba ninairotate kamera, yani kwamba nataka ni rotate katika y axis hii empty, kwamba kamera yangu ikafocus zaidi kwenye hizo paperclip namna hiyo. So katika frame ya kwanza hapa ninaweka keyframe, and then ninaenda probably frame ya 160, and then na rotate katika y axis namna hiyo. So somewhere mpaka hapa hivi, and then na press I namna hiyo, and then na hapa ndio itakuwa mwisho wa animation yetu. Labda nikiplay, yes, sio mbaya namna hiyo. So frame ya 160 itakuwa ya mwisho, so namna hiyo. And then nachagua tena na kamera yenyewe, narudi frame ya kwanza na ongeza keyframe hapo, and then ninaenda kuchungulia humu ndani nikiwa hapa, and then na press play namna hiyo. Ninachotaka ni kwamba kamera yangu pia isiende nje, yani isiende space kubwa isibakie huku. Nataka hizi ziwe center. So na press R, and then na rotate kuweka hapo center hapo namna hiyo. So namna hiyo, and then na press I tena, and then nikipress play hapo unaweza kuona tayari napata combination ya animation ya camera iliyo vizuri kabisa namna hiyo. So ukiangalia kwa umakini unaweza kuona kwamba hizi paperclip ni kama vile hazitulii baada ya kushuka hapo hivi. Labda nikizoom hapa unaweza kuona kama vile bado zinatikisika namna hiyo, na kati zilivyo
dunda hapa kwa sababu hivi ni vichuma chuma, vitakiwa labda frame ya 60 na kitu hapa mpaka 70 ziwe tayari zimeshatulia. So hapo hivi unaweza kucheza na physics kwa ajili ya unaweza kubadilisha labda mass na nini ukapata matokeo. Labda tujaribu tuweke labda tuweke kilo moja hiyo kwamba ni paperclip mazito kweli. Tuone kama tutapata mabadiliko. Mabadiliko hayapo. So mimi siendi kucheza navyo hivi, labda kubadilisha friction na nini vitu kama hivyo, hata siendi kusumbuka huko. Wewe unaweza ukaanza kufanya experiment kwa sababu ni vitu fulani rahisi sana, ni try and error and then ukapata matokeo yale ambayo unayataka. So mimi kitu ambacho naenda kufanya ni kwamba nikiwa huko katika frame ya kwanza nachagua hizi paperclips zote huko and then na press F3. Nikishabonyeza F3 na search naandika back namna hiyo, back na chagua hii hapa back to keyframes. Ina maana nabadilisha physics yote iwe katika keyframes, isiwe physics tena ambayo ipo calculated kwa kutumia Blender, ila animation yote iwe recorded katika keyframes. So nachagua katika back to keyframe namna hiyo and then itaniuliza hapa una back frame ya kwanza mpaka frame ya ngapi, so mpaka 160 hivyo and then nasema okay namna hiyo. So itatulia kidogo and then itamaliza kubake. So unaweza kuona kwamba hapo tayari imeshamaliza kubake. Ukichagua paperclip yoyote huku chini utaweza kuona kwamba kuna keyframe ambazo tayari zimetokea huko. So ninachoenda kufanya tena ninachagua hizi zote and then ninakwenda mpaka frame ya let's say 100 mpaka frame ya 68 hapo and then ninachagua hizi zingine zote za huku zilizozidi huku and then na delete na zifuta kabisa hizo zote hizo. Kwa maana hiyo hapo hivi hiyo paperclip itakuwa tayari haina animation tena kuendelea huko. Kwa hiyo itatulia kama ilivyo. Kwa hiyo kutakuwa hakuna shaking tena zile ambazo tulizi experience hapo mwanzo. Unaweza kuona kwamba tayari imeshatulia. So na kwa sababu hatudeal tena na physics, hii box pia unaweza hata ukalifuta au nikai shut down hiyo collection namna hiyo and then So mpaka hapo kile ambacho nilikuwa nimedhamiria kukufundisha ndicho hicho. Ila kwenye upande wa render pia mimi binafsi nilikuwa tayari nimeshaandaa, nimefanya lighting na nini kwa sababu video hii sio haihusiani na lighting. Kwa mimi tayari nilikuwa nishaandaa mazingira yangu ambayo yananihusu kuhusiana na lighting. Nikiweka on hii hapa layer ya lighting, unaweza ukaona kwamba nina hizi lighting ambao kuna hii hapa ya kwanza, hii ya pili na hii hapa ya tatu. Na kienda hapa katika render view namna hiyo unaweza kuona paperclips zangu zinaonekana namna hiyo. So hapo kila kitu kimekaa vizuri kiukweli. So ni wewe tu sasa kufanya testing ya render yako na nini, kuweka kila kitu kikae vizuri, lakini mimi ndicho hichi ambacho nilitaka ni share na wewe katika video hii.